Inua mikono juu, sema Bwana Yesu, asante kwa uwepo wako, asante kwa nguvu zako. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako na yatimizwe. Inua mikono yako juu, tusali ile Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, pokea baraka nyinyi nyote mnamtegemea Kristo. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Amen. Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Amen. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tumpigie Yesu makofi ya shukrani. Sasa tukae safi. Asante. Kama kuna watu wanaingia, kuna nafasi kidogo iko hapa, wakae hapa pamoja na sisi. Kama mtu hajashiriki, anaweza akaja mara moja madhabahuni wakati naanza kufundisha. Wale wanaokuja waje tu, watakana kuna nafasi huko, lakini washiriki. Kuna sababu ya sisi kushiriki leo. Sema amen. Leo tumeendelea na mfungo kwa ajili ya agenda ya kiroho ambayo tuko nayo kwenye madhabahu. Piteni moja kwa moja kwenye madhabahu kushiriki. Moja kwa moja nendeni, kwa sababu nikifunga hapa manake mpaka mwishoni. Tunaendelea na agenda ya mfungo kwa siku ya leo. Kesho tunaingia kwenye funga ya moja kavu. Sema amen. Ambapo tunaianza saa 6 usiku. Kabla hatujaipigia makofi, tutaianza saa 6 usiku leo. Saa 6 kamili usiku ndo tutaianza. Amen. Alafu tutakuja kumaliza saa 6 kamili usiku kesho yake. Kwa tutaanza leo saa 6 kamili usiku. Na nyinyi mlioko mtandaoni, najua mara nyingi mnafunga na sisi. Kesho kuanzia saa 6 usiku ndo siku inapoanza. Saa 6 usiku siku inaanza. Kwa tunaanza funga yetu, wala sio ya masaa mengi. Ile ukisema moja kafu inaonekana ni masaa mengi. Ni kama vile jana tumemaliza saa 2. Kufika saa 6 usiku yanabaki masaa mangapi? 3. Si ndio? Kwa tutaanza leo saa 6 kamili usiku, na mimi nitakuwepo kwenye madhabahu kuiombea hiyo. Wewe ukiwa nyumbani kwako, si tutasimama kwenye madhabahu hii kuiombea hiyo moja kavu kuanzia saa 6 usiku. Lakini kwenye moja kavu beba agenda ngumu. Kuna mtu mmoja amesema ulipokuja Mbarizi mwezi wa 12, anasema kwenye ile funga anamshukuru Mungu amenunua kiwanja. Nimeshangaa sana wakati ananiambia, maana nilikuwa napita, naambia ngoja nikwambie muujiza wangu Mungu alionitendea kwenye funga ya mwaka jana pale Mbarizi mwezi wa 12. Anasema Mungu amenisaidia, nimenunua kiwanja. Kwa ninaomba kwenye hii funga bebesha vitu vizito. Sema amen. Usibebe vile vitu vya kawaida. Kama kwenu mnakufa kwa ajali, mwambie Yesu, hii moja kafu ituvushe kwenye laana ya ajali. Semesha vile vitu vigumu, usisemeshe vyepesi kwenye ile funga. Sema na Mungu kwenye vitu vigumu, lakini nakuhakikishia hakuna atakayeumwa, hakuna atakayekufa. Kuna mmoja alikuwa anaumwa vidonda vya tumbo, lakini aliingia moja kafu na vidonda vya tumbo havikumuuma tena. Kwa Yesu akusaidie. Amen. Mimi mwenyewe niko kwenye funga ya leo nyepesi, sio kama ya jana. Ya jana iliniacha hoi. Sijui wa jikoni anapoangalia chakula chake anaona kiko vile vile atajisikiaje. Lakini nimemwambia Mungu, na leo nitie nguvu. Niliposema nitie nguvu,
nimeona nguvu zimekuja ghafla. Kwa endelea kupiga hiyo, usiache. Kuna vitu vinazaliwa ndani ya hiyo funga. Sema amen. Nilikuwa tunaangalia wingu hili tulilo nalo, si maeneo yote tunaanzaga kushiriki ndipo tuje kwenye neno, lakini Mungu aliniambia geuza kwanza, ianze damu. Ukifundisha wataelewa, kwa sababu kiroho ardhi imemwagika kwenye madhabahu hii na kwenye ardhi, kwa kuna vitu vimeachia tayari. Sema amen. Sadaka tutatoa nikimaliza. Kwa sasa hizi usiwaze kuombea, damu ya Yesu iko huko ndani, inavuruga kila kitu cha adui na cha Mungu kinarudishwa. Naomba uzime simu yako kwa muda, usiibe akili za watu, usiibe ufahamu wa watu. Tumekutana kwa muujiza, huwezi kujua mwakani kama tutakutana tena. Hii tumekutana kwa muujiza na ijirudii tena. Sema Bwana Yesu, sema na moyo wangu, niko tayari sasa kupokea cha kwako. Katika jina la Yesu tunawaunganisha na wenzetu walioko mtandaoni na wale wanaotufuatilia kule TikTok. Kwa damu ya Yesu, nguvu zako e Baba ziende pamoja nao kila mahali wanapotufuatilia. Kwa damu ya Yesu, iwe ndani ya nchi, iwe nje ya nchi. Wenzetu walioko Zanzibar tunawaungamanisha nao kwenye madhabahu hii kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amen. Asante Yesu. Tunaendelea na somo letu linalosema zikomboe baraka za haki ya kufanikiwa kwako kwa funga. Zikomboe baraka za haki ya kufanikiwa kwako kwa funga. Zikomboe baraka za haki ya kufanikiwa kwako kwa funga. Niliweka utangulizi ndani ya moyo wako siku ya jana, nikasema kukomboa ni madai ambayo unayasikia ndani au unaanza kusikia ndani, kwa sababu si kila mara utaomba maombi ya ukombozi, si kila mara, na haya maombi hayaji mara kwa mara. Ukishaanza kusikia ndani, unaanza kudai kukomboa vitu vyako, maana yake ni haki ya Kristo iliyoko ndani yako inayodai. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu kiroho Biblia inasema Yakobo wakati Esau njaa imemuuma, najua nitafundisha mbele ya safari namna kukomboa haki ya mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema kabla hajampa chakula alimwambia niuzie kwanza haki ya mzaliwa wa kwanza. Sema amen. Ukisoma Biblia inasema Esau akasema itanifaidia nini haki ya mzaliwa wa kwanza? Akampa chakula cha dengu. Alafu Esau akampa Yakobo haki ya mzaliwa wa kwanza. Ni kweli Yakobo alikuwa ni mkubwa kwa Esau, alikuwa ni mkubwa kwa Yakobo, lakini ile haki inayomfanya awe mkubwa iliondoka kwake. Kwa mwili ulionekana ni mkubwa, lakini haki alikuwa nayo Yakobo. Sema amen. Kwa kuna saa ukisha nunuliwa kwa damu ya Yesu au kisha ukoka na uko ndani ya Kristo Yesu, kinachoanza kudai kwako ni haki. Haleluya. Auombi tu kama mtu mwingine, unaombea kutokea kwenye haki. Kuna mtu hajaelewa. Unasema hivi, unaanza kudai vitu ambavyo ni haki yako kutoka kwenye ufalme wa Mungu uwe navyo. Kwa sababu usijaribu kupambana na haki ya kwangu wakati si ya kwako. Wewe ukipambana na mimi nitaenda kudai haki ya utumishi wangu. Sema amen. Nitamwambia Yesu, nipe haki ya utumishi wangu, nipe haki ya utumishi wangu, na Mungu atanipa. Kaangalia wale waliopanda mahakamani
kwenye Luka ile sura 18, na jaribu kuwekea kitu ambacho ni cha kiroho. Unaona, yule mama mjane aliyefiwa na mume wake alikuwa anadai haki ya mume wake, anasema nipatie haki yangu. Yule hakimu akasema, ijapokuwa simchi Mungu, nitampatia huyu mama haki yake, asije akanichosha kwa kunichia mara kwa mara. Alichokuwa anadai ni haki. Mali zinaweza zikawa ni mali, lakini sio haki yako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Alichokuwa anadai yule mama ni haki yake. Ni mali, lakini ilikuwa kwenye haki yake. Ndio maana anakuwa anasema nipatie haki na mshtaki wangu, nipatie haki na mshtaki wangu. Kwa unaona, alikuwa anadai madai ya haki. Kuna saa katika ulimwengu wa roho hatuombi kwa sababu tunaomba, tunadai haki. Sema haleluya. Katika Kristo haleluya. Nasema tunadai haki. Sema tunadai haki. Na ni vita kubwa sana ukishaanza kudai haki. Ni vita kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nimekusihi sana, vuta utulivu wako, kwa sababu kuna vitu ambavyo ni haki yako lakini hauna. Ukishaanza kudai, ghafla Yesu anaanza kuleta. Kwa nini analeta? Kwa sababu haki zako zilitekwa. Lakini ni kiu yangu unapoondoka kwenye madhabahu hii, Yesu aanze kurudisha haki za baraka zako katika jina la Yesu. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Sasa angalia, Yesu akomboe kila mtu. Unisikilize, kuna mahali naenda na wewe. Nasema Yesu akomboe kila mtu. Kila mtu akomboe. Anawakomboa wenye haki. Angalia kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza. Wakolosai sura ya kwanza. Nipe sauti kidogo. Wakolosai sura ya kwanza. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Unaona, si kila mtu anaweza akatoka, si kila mtu, ni watu wachache. Yesu anawafuata. Yesu wafuata, si kila mtu. Nasema hivi, si kila mtu. Ndio maana hata ukienda mbele za Mungu, si kila mtu anasikilizwa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, si kila mtu anasikilizwa. Ndio maana unaenda katika familia hii, Mungu anainua mtu mmoja, si wote. Huyu ndo anadai haki kwa niaba ya wengine, au huyu ndo anasikilizwa na Yesu kwa niaba ya wengine. Sema amen. Sasa anaposema naye, shika sana huo mstari, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14 anasema, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Alituokoa, lakini anasema alitukomboa. Sema amen. Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Tuna ukombozi kwa alipotuokoa, alitufanya kuwa wenye haki. Sema amen. Alafu akaachilia mamlaka ya kiroho, akatukomboa. Sema akatukomboa. Alipokuwa anatuokoa, alikuwa anatafuta haki ya kukomboa vilivyotekwa. Ndio maana ukishaokoka unapata haki ya kufanyika mwana. Sema amen. Ni kitu gani unavikwa ndani yake? Unaanza kuvikwa karama ya ukombozi. Unaanza kudai vitu ambavyo kwenu havipo, lakini katika ulimwengu wa roho Yesu anakuambia vipo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa mfano, hukusoma, lakini ghafla Yesu anakuambia elimu ya usawa wako ipo. Ni kitu gani unaanza kumwambia Yesu? Mimi sikusoma, wanangu watasoma. Unapotamka vile, unakomboa rango la elimu liche kwako. Kama miungu ilishikilia, inaachia. Haleluya. Ndio maana ni muhimu sana kujua kanuni za ukombozi.
Kuna saa unafanyia maombi, mbinguni wanakushangaa. Kwa nini wanakushangaa? Haki ya kukomboa hukuwa nayo, kwa lazima ufanyike kwanza haki ya kuwa mwana. Ndio maana nasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Alafu na sasa tukishakaa kwenye ufalme wake, ni kitu gani kinafanyika? Ukombozi, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Sema amen. Nimeeleweka mpaka hapo? Kama nimeeleweka sema amen katika jina la Yesu. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Ngoja usome Isaya 53 mstari wa 11. Isaya 53 mstari wa 11. Kuna jambo la kiroho. Msipate shida mlioko mtandaoni, tawapa vitu vingine baadaye. Ataona mazao ya tabu ya nafsi yake na kuridhika kwa maarifa yake. Mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Sema amen. Sasa angalia, ili Yesu akutumie lazima kufanya kwanza kuwa mwenye haki. Manake anakutoa ulipokuwa, anakusogeza kwenye nafasi ambayo ukustahili kuwepo, lakini anakuweka. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Unisikilize, sikiliza vizuri sana. Nasema hivi, Yesu kabla ya kukutumia kukomboa baadhi ya vitu katika maisha yako, kati ya kitu ambacho anakifanya kwanza, anakufanya kwanza kuwa mwenye haki. Anakufanya kwanza kuwa mwenye haki. Ndio maana lazima ujifunze kumwambia Yesu, naomba niwe mwenye haki wako. Haleluya. Kuna mtu hajaelewa? Nasema haleluya. Kuna vita zingine za kiroho hazipambani hivi hivi. Yesu anaangalia umekaa wapi. Ukikaa kwenye haki yake, anahakikisha unatetewa au unapiganiwa. Kinachokupigania si wewe, kinachokupigania ni haki yako. Ndio maana usijaribu kupambana na mtu kama amekaa kwenye haki, atakushinda tu. Hata ungeroga atakushinda, hata ungemfuruga atakushinda, kwa sababu kinachomtetea si yeye, kinachomtetea ni haki yake. Kwa sababu Biblia inasema hiyo, Isaya 53 mstari wa 11. Leo kuna mafuta hapa. Anasema ataona mazao ya tabu ya nafsi yake na kuridhika kwa maarifa yake. Mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Ujawahi kumwambia Yesu nifanye kuwa mwenye haki? Ujawahi kumwambia? Siku ukimwambia Yesu nifanye kuwa mwenye haki, Yesu atawarudisha adui zako nyuma yako, alafu atakuchukua wewe, atakaa na wewe. Kwani hata mwenyewe Yesu si walimsurubisha? Walipomsurubisha giza asiliingia. Giza lilipoingia walisemaje? Hakika huyu alikuwa mwenye haki. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu ukipambana na mwenye haki, kuna vitu vinakufa vya kwako. Yeye anaenda, vya kwako vinakufa. Mpaka siku najua tunafanya tunaye vita, lakini huyu sio saizi yetu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Usijaribu unajua ubinadamu muda mwingine unatutesa. Yaani ukiona mwenzako anakusogea, kiroho kinakunyongorota huku ndani, kinakunyongorota, utafikiri ni mpagani, kumbe wanasali. Sikiliza, si kila mtu anafanikiwa kibinadamu. Mwingine haki ya baba yake inamsogeza. Soma na mimi kile kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 25 na kuendelea. Zaburi 37 Zaburi 37 au 37, vyovyote vile. Wengine ulimi umekaa vibaya, hawezi kusema 37, kwa anasema 37. Na alikuwa kijana na sasa ni mzee, si ndio? Sijamwona mwenye haki amefanya nini? Ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula.
Mstari unaofuata unasemaje? wa 26, mchana kutwa ufadhili na kukopesha, mzao wake ubarikiwe. Kwa unaona, sio baraka za kawaida, ni baraka zinazopita kwenye haki. Bwana asifiwe katika Kristo. Bwana asifiwe. Ndio maana jifunze katika jina la Yesu. Kuna vitu uhitaji kuvifanya, kwa sababu unapovifanya unapoteza haki ya uzao wako, kwa sababu kuna saa ili uzao wako ufanikiwe unategemea haki ya baba, unategemea haki ya mama. Sema amen katika Kristo. Sema amen. Nasema hivi, ili watoto wafanikiwe hawajitegemei wao kama wao. Sema amen. Nasema hivi, ukizani wanajitegemea kama wao, unasema wao watafanikiwa bwana. Hapana. Kuna saa haki ya mzazi inainua baraka ya mtoto. Vita vya mama vinaweza vikainua laana ya maisha ya mtoto. Nimeeleweka mpaka hapo katika Kristo? Nimeeleweka mpaka hapo? Ndio maana usiishi kwa kujiachia, ishi kwa nidhamu, kwa sababu ujui ndani yako, ili maisha ya wengine yafunguke, milango yao ifunguke, inakutegemea wewe. Kwa mfano, mimi nikiharibu, na uhakika na watoto wangu wanaharibu. Ndio maana mimi sichukuaji hela ya mtu. Sijawahi kumwambia mtu ambatanisha sadaka yako, au niletee Laki5, niletee Laki2, kwa sababu acha mimi nipigike na maneno mabaya we, lakini najua anayehesabu utumishi sio mwanadamu. Anayehesabu utumishi ni Mungu aliye hai. Kwa hata nikilala leo, ningelala leo, watoto wangu hawatateseka, kwa sababu kuna watu wengi wamefanikiwa kupitia kinachofundisha wengi. Sema amen katika Kristo. Sema amen. Ndio maana usiishi kama uko peke yako, kwani Biblia inasemaje? Mungu alimuona Nuhu kuwa mwenye haki, akatengeneza safina, lakini aliingia na watoto wake. Daudi anasema, na alikuwa kijana na sasa ni mzee, sijaona mwenye haki ameachwa, mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Sema amen katika Kristo. Sema amen. Yesu akufanye kuwa mwenye haki katika jina la Yesu. Acha kisirani. Kuna saa tumesababisha watoto wetu wawe warevi, wawe wazinzi. Ni sisi wala si wao, kwa sababu Mungu anapokuja kuitafuta haki kwako haioni, anaondoa ulinzi juu ya uzao wako. Haleluya. Ndio maana nasema maisha ni akiba. Mtu mwema uachia wanawe urithi. Ndivyo Biblia inavyozungumza. Urithi unapita kwenye haki. Urithi haupiti kwa sababu wewe ni baba umekufa. Urithi haupiti kwa sababu wewe ni mama umekufa. Urithi unapita kwenye haki. Yesu akufungue katika jina la Yesu. Nasema Yesu akufungue wewe katika jina la Yesu. Jambo la kwanza leo, jambo la kwanza, tulia wewe, tulia. Daka ya maarifa, shauri yako. Kitabu daka ipointi, tuna muda mzuri tu. Unanyenyukaje kwenye maarifa kama haya? Sema amen. Au ndo ile ngaringeko? Haya, twende. Jambo la kwanza, umechukua kalamu yako na karatasi yako. Zikomboe baraka za haki yako zilizoshikiliwa na madhabahu za haki ya miungu kwa toba ya funga, ili ufanikiwe na kizazi chako. Zikomboe baraka za haki yako zilizoshikiliwa na madhabahu za haki ya miungu kwa toba ya funga, ili ufanikiwe na kizazi chako. Zikomboe baraka za haki yako zilizoshikiliwa na madhabahu za haki ya miungu kwa toba ya funga, ili ufanikiwe na kizazi chako. Kwa sababu pia madhabahu za miungu zina haki kukushikilia. Ndio maana unaweza ukawa unamwombea mtu anakuambia ni harari yetu, manake wana haki.
Manake zile madhabahu zilisimamishwa kwa haki. Haleluya. Kuna vitu tu hapa ukishaanza kuomba kwenye ulimwengu wa roho vinagoma. Kwa nini vinagoma? Viko kwa haki, havijaja tu. Manake kuna mtu miongoni mwetu alileta kwa haki akaviachilia kwenye madhabahu. Kwa si kila maombi utahitaji tu kufuruga, kwa sababu unafuruga mbingu zitakwambia huna haki, kwa sababu kilichoko hapo kina haki ya kuwepo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana kuna vitu kisha anza kuomba, au kuna vitu kisha anza kuombea, ni kitu gani kinatangulia ndani yako? Toba. Kwa nini toba inakuja? Kutafuta haki. Haleluya. Mungu atakwambia kabla ya kupomoa tafuta haki kwanza. Kabla ya kukomoa, Yesu atakwambia tafuta haki kwanza. Sasa haki yako naipata wapi? Kwa njia ya toba. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Ndio maana kuna watu wameshikiliwa kiharari kwa haki, wameshikiliwa. Moja kafu inatuhusu, funga inatuhusu. Wewe wakati unasema mimi napiga nyamu asubuhi, napiga nyamu mchana, napiga nyamu jioni, Mungu anakuambia upati. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kuna baraka za haki yako, lakini zimeshikiliwa na zenyewe kiharari kwa haki. Kwani Biblia inayosoma hiki pande ambacho nimekusema, zikomboe baraka za haki zilizoshikiliwa na madhabahu za haki ya miungu kwa toba ya funga ili ufanikiwe na kizazi chako. Sio tu toba, sio tu toba, hapana. Sio tu toba, hapana. Unapandisha ngazi ya funga. Kuna toba kama toba, lakini kuna toba ambayo ngazi yake ni kubwa na ngazi yake inabeba kwa funga. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Sasa angalia, ni mlima mrefu kupanda, lakini ukisha upanda kuna vitu vinaachia. Ni mlima mgumu kuupanda, lakini ukisha upanda kuna vitu vinafunguka. Ni mlima mzito kuuendea, lakini ukisha uendea kuna vitu vinafunguka. Kuna vitu vinafunguka. Sema amen. Kwa sababu hata hizo madhabahu zitakwambia tuna haki ya kutawala, na aliyeipandia hiyo madhabahu unakuta ana haki. Ndio maana ukishaanza kuomba toba, ngoja nikuwekee mistari michache. Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. 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 Anasema hivi, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Sema amen. Umeuona huo mstari? Si tu imani wewe, haki ndio inaozaa imani. Ukisikia huyu mtu ana imani, kilichotangulia ndani yake ni haki, kwa sababu haki inazaa imani. Sema amen. Kuna mtu hajaelewa? Nasema amen. Wewe nasema amen. Usiwe na imani peke yake. Angalia Biblia inavyoandika, angalia, imeelezea kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa. Maana yake wenye haki wanapokea vitu ambavyo hawakustahili kwa jinsi ya kimwili kupokea. Kwa nini wanapokea? Haki inadai wapokee. Ndio maana nasema haki ya Mungu inadhihirishwa. Sema amen. Toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sema amen. Sasa angalia, ukitaka kushughulika na madhabahu za miungu zilizotawala kwa haki au zilizoshikilia familia kwa haki, jicho la kwanza lazima lipige mbio. Sema amen. Mungu anaanza kutafuta mwenye haki ambaye ndani yake ana imani
ili Mungu ajidhihirishe kwenye juu ya zile madhabahu ambazo zimeinuka, lakini zilikosa mwenye haki wa kuzishughulikia. Sio mwenye imani, mwenye haki kwanza. Sema amen. Katika Kristo sema amen, kwa sababu haki yako ndio inaoza imani. Ukiona mimi nakwambia hapa tunatoboa, nilishapewa haki. Saa hii nimesimama, sijasimama kwa kupendelewa, nimesimama kwa haki. Kwa haki inazaa imani ndani yangu. Nina uhakika wa kumdai Mungu, huyu ameshikiliwa aachiliwe, kwa sababu umenisimamisha kwa haki mbele yake. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kabla ya kushughulika na hizo madhabahu, haki kwanza, haki kwanza, haki kwanza, haki kwanza. Sio maneno, haki kwanza. Haleluya. Katika Kristo haleluya. Fungua na mimi 24 Zaburi, 24 Zaburi, 24 Zaburi. Leo miungo ina kazi katika jina la Yesu. Nasema ina kazi huko iliko. Kama ilikuwa inakufuatilia, yenyewe inaanza kuondoka kimya kimya. Nasema kimya kimya. Angalia Zaburi, anzia mstari wa kwanza tutafika wa 6. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Mstari unaofuata, maana ameiweka misingi juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Mstari wa 3, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana, manake kwenye madhabahu yake? Ni nani atakayesimama patakatifu pake, manake kwenye madhabahu yake? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala kuapa kwa hila. Ni kitu gani kinatokea? Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Upokee tu baraka. Anasema hivi, atapokea baraka kwa Bwana, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Sema amen. Kwa angalia, kama unaipandia madhabahu namna hii, Mungu anachotafuta ukiwa hapa, hakuruhusu upande kama huna haki ya kupanda. Sema amen. Au hakuruhusu ukabomoe madhabahu kama huna haki ya kubomoa madhabahu. Nimeeleweka mpaka hapo? Ndio maana 2026 si tu kwamba Mungu anataka maombi yako, anataka haki yako kwanza. Haleluya. Katika Kristo haleluya. Katika Kristo haleluya. Nasema hivi, anasema hivi, ni nani atakayepanda? Anauliza, ni nani atakayepanda? Kwa sababu kuna mwingine akipanda hakuna matokeo. Kuna mwingine akipanda kuna wingu linashuka, kuna nguvu zinashuka, kuna uwepo unashuka. Sio kwamba huyu na huyu sio wanadamu, kinachowatofautisha ni haki. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana huyu ana haki ya kufanikiwa kuliko wengine. Kinachompa mamlaka ni kitu gani? Madhabahu. Angalia huo mstari wa 4 na wa 5. Mstari wa 4 na wa 5. Anasema hivi, ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala kuapa kwa hila. Alafu anasema atapokea baraka kwa Bwana na haki. Si tu kwamba ni baraka za kawaida, ni baraka ambazo ni haki. Bwana asifiwe. Yesu akupe baraka ambazo ni haki yako mwaka huu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Katika Kristo nasema Bwana asifiwe. Narudia tena nasema Bwana asifiwe. Si umeelewa hiyo mistari? Ngoja nikusogeze ndani kidogo. Isaya 16 mstari wa 5. Isaya 16 mstari wa 5. Hiyo ninataka ukae kwanza upande wa Mungu. Unapopiga zile madhabahu, huo uko tayari upande wa Mungu. Sema amen. Isaya 16 mstari wa 5. Kama umepata sema amen. Anasema na kiti cha enzi
kitafanywa imara kwa rehema, na mmoja ataketi juu yake katika kweli, katika hema ya Daudi, akifanya hukumu, akitaka sana yaliyo haki, mwepesi wa kutenda haki. Sema amen. Rudia tena huo mstari. Ndio maana unaweza ukaomba hera, we Mungu anakunyima, kwa sababu ukisipata huna haki. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nasema hivi, yaani wewe ukipata kitu ujuagi kuna mwenzangu, ukisikunja ugeuki hata nyuma, unazipigia hesabu zote, kumbe kuna mwingine ni yatima yuko kwenye 10,000 yako hujui. Sema amen. Sasa ngani, ndio maana si kila mtu anaweza akapewa kwa kiongozi, si kila mtu anaweza akapewa kwa mzee wa kanisa, si kila mtu anaweza akapewa uchumi mzuri kwenye familia. Inategemea moyo wako umebeba nini. Oh, Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Mungu hawezi kukupa mume mwenye hera kwa sababu ni mchoyo. Wanasema mbona wenye magari waje, si utamtesea wifi zako, dada zako utamtesea, watakuwa wakanyagi nyumbani. Kwa Mungu kabla hajampa mtu kitu, anatafuta haki kwanza ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Si umeshaanza kujiapinsa, yaani mimi nikiolewa akina wifi hawatakanyaga nyumbani. Hakupi mume mwenye uwezo, anakupa mwenye njaa kama wewe, ili yake sema njaa inauma, na unasema njaa inauma, mnarara na njaa. Lakini ukishaanza kusema Mungu, ukinipa mume nitawatunza ndugu wa mume wangu, nitawatunza watu wa marangoni mwangu, unashangaa tu mrango pa, hata huyo jamaa yaani kote amepofuka macho, ila kwako anaona. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa sababu kwenye ndoa kile ni kiti. Kwenye ndoa kuwa mke ni kiti, kuwa mume ni kiti. Sema amen. Sijui kama naeleweka. Nasema amen. Nasema hivi, kuwa mume ni kiti, kuwa mke ni kiti. Sasa angalia, kile kiti kinabeba nini? Anasema hivi, kinabeba hukumu ya haki na kutenda kwa haki. Anasema na kiti tenda haki, ana hila. Wewe watu wakikutazama wanaiona haki ndani yako. Haleluya. Si umeokoka, watu wanaiona enzi kitafanywa ina jina la kuwa hai, lakini kwenye haki hawakuoni, na kwa sababu hawakuoni hawaupendi wokovu wako. Hata ungejitambulisha mimi nimeokoka, wanachokutafuta si jina la kuokoka, wanakutafuta kwenye haki. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Hiki kitu Mungu alinifundisha miaka ya nyuma, namna ya kuthamini utumishi wa watu wengine ninaposimama nao. Sema amen. Mimi hata kama kwaya nikitumika nayo toka zamani, nisipotoa sadaka kwa ajili ya utumishi wao nasikia hukumu, kwa sababu najua nisipotenda haki na mimi sitatendewa haki. Haleluya. Wewe ukisema wenzako Mungu awabariki, wala mjanitazama, Mungu atakwambia leo tazami wenzako. Kwa si tu kwamba mafuta ya utumishi, lakini kuna kitu kinachoitwa haki. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Ezekieli 21 mstari wa 27. Ezekieli 21 mstari wa 27. Kuna vitu na kufundisha haraka. Tukishaanza kushughulika na hizo madhabahu zilizotawala kwa haki, kesho tutakuwa na kundi kubwa kuliko la leo, katika jina la Yesu. Sema amen. Angalia, nitakipindua hiki nacho hakitakuwa tena.
hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Sema amen. Umeona hayo maombi, nitakipindua hata kitakuwa, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Ambaye ni haki yake. Kwa nashangaa huko ndani, Yesu akija, ni nani mwenye haki? Nimpe anachotaka. Asipoona anaondoka. Nasema hivi, asipoona anaondoka. Kwa sababu kinachomfanya Yesu akupe si kwa sababu naomba. Kinachomfanya Yesu akupe ni kwa sababu na haki. Kuna watu wanaomba kidogo na wanapewa sana. Manake moyo wake ni imara kuliko kuomba kwake. Kwa sababu hata asipoomba atatenda kwa haki tu. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Wewe unampa mtu mpaka mtu anapopokea sura anajua lakini amenipa, lakini hakutaka. Moyo wake haukuchangamka, sura yake haikuchangamka. Sahau kupewa hicho kitu. Sema amen. Yesu wangu nasema, mfundishe mume wako kutenda haki, mfundishe mke wako kutenda haki, mfundishe rafiki yako kutenda haki. Sema amen. Nasema amen. Wakati Mungu ananionyesha ule mstari wa Isaya 16, ule mstari wa 5, unajua nishtuka ghafla. Kaambia Mungu, kuna nini hiki? Halafu akaniambia, ujui hiyo madhabahu unaoshughulikia ni kitu gani kimesimama kwenye madhabahu ili kiondoke? Lazima wenye haki kwanza wasaliwe. Kwa sababu kuna watu wanaweza kukaa kwenye nafasi si kwa ajili ya kufanikisha kazi ya Mungu, kwa ajili ya kukwamisha kazi, kwa sababu ya kufahamiana, sio kwa sababu Mungu amesema. Yesu akufungue katika jina la Yesu. Ndio maana mnajipigia kampeni wewe ovyo kabisa, kwa sababu nadhani haki inapatikana kwa sababu, jamani, tusimchague fulani, tumchague fulani. Haujui haki inatoka kwenye msalaba wa Kristo. Kwa hata ukipiga kampeni, Yesu anapindua yale maneno. Badala ya kuwa chapuo, yanageuka kuwa laana. Alafu nashangaa usiyemtaka Yesu amempa. Yesu akupe yaliyo haki yako katika jina la Yesu. Najua umekutana na vita na maneno, haki yako haijapotea, haki yako bado ipo. Umechukiwa na kuchukiwa, haki yako ipo. Anza kumwambia Yesu, nipatie haki yangu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nini nasema hivi? Kuna watu wameshambuliwa, na waliposhambuliwa wakakata tamaa, wamesahau kudai haki yake. Wewe usikate tamaa kwa sababu umeshambuliwa. Dai haki yako. Mimi huwa nadai haki ya utumishi wangu. Haimaanishi wanasema ni Freemason, mimi nadai haki ya utumishi wangu. Haimaanishi wananitukana jirani, nadai haki ya utumishi wangu. Kwa sababu kinachonitetea sio maneno ya watu, kinachonitetea ni haki niliyoipata kwenye msalaba, kwenye msalaba. Haleluya. Kuna mahali Mungu ili akupe stamina ya kudai vya kwako, anakusogeza kwenye haki. Ambia usihangaike, njoo kwenye haki. Unasema Yesu nakujaje kwenye haki? Anasema mimi ndo nawafanya wengi kuwa wenye haki. Anakwambia sogea kwangu nikupe haki yako. Wewe kazi yako ni kujisogeza tu. Yesu akupatie haki yako katika damu ya Yesu. Kwa nini nakufundisha haya? Kuna mahali miungu ilikamata haki zetu. Haki za watoto wetu wa kike zilikamatwa, haki za watoto wetu wa kiume zilikamatwa. Alafu tumebaki kimya. Haviji hivi. Nasema haviji hivi. Narudia tena, nasema haviji hivi. Wewe haviji hivi. Hizo baraka asiji hivi. Sema amen. Katika Kristo sema amen.
Hebu ongeza Isaya 62. Isaya 62, alafu tuzamie ndani kidogo. Isaya 62 mstari wa kwanza. Isaya 62 mstari wa kwanza. Isaya 62 mstari wa kwanza. Anasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki angaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Sema amen. Kwa azungumzi tu kwa habari ya mtu, anazungumza na mji anayotoka mtu, eneo analotoka mtu, familia anayotoka mtu. Sema amen. Anasema hivi kwenye huo mji. Sema amen. Ndio maana hata ukiwa mjini, endelea kuombea mji wa baba yako, kwa sababu mji wa Nazareti ulikuwa ni mdogo usio na heshima, lakini ulikuwa na haki ya Yesu kuzaliwa kutokea huko, na Yesu alizaliwa kutokea huko. Sikiliza, ni Mungu alikuwa anaikuza Nazareti. Anasema, Nazareti, wewe ni mji mdogo, lakini kwako atatoka mfalme. Sema, ndio maana lazima uombee haki ya ardhi unaoishi, ilipitishe vitu vya kiroho. Oh, sema amen. Katika Kristo, sema amen. Sasa angalia, haya ni mafundisho ya ndani, kwa sababu kuna vitu Mungu ili akubariki, hakubariki tu wewe, lazima abariki na nyumbani mwako. Sema amen. Kwa ataanza kukuonyesha namna ya kudai haki ya mji wako, namna ya kudai haki ya ardhi yako, namna ya kudai haki ya watu walioko marangoni mwako. Ndio maana ukiona nimesimama hivi, si tu kwamba ninawaombea nyinyi, ninaiombea Yeriko. Haki ya kuwepo Yeriko ipo, haki ya... Sema amen. One kama Mungu atanyamaza, atarudisha vyote. Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Sasa unajua, ukisoma mistari kwenye Biblia, kama hujui kuielewa, mwambie Yesu, nataka kuielewa. Usisome kama gazeti kana kuliko nyumba zingine, lakini Mungu alicho anazungumza pale ni haki. Katikati ya mji mwenye haki lazima aweko. Ndio maana Ibrahimu alimuuliza Mungu, wakiwako wenye haki 50 utaangamiza? Lakini alikuwa anaangamiza mji wa Sodoma. Sema amen. Ndugu zangu, nasema amen, nasema amen. Kwa nini Ibrahimu alikuwa anauliza? Kwa sababu wenye haki hawafi kwa kideri. Mshike mkono jirani yako, mwambie karibu darasani. Muulize, mwambie karibu darasani. Wewe karibu darasani. Mshike tena, mwambie karibu darasani. Mwambie tena karibu darasani. Haleluya, haleluya, haleluya. Nasema tena haleluya. Kwa atufungi tu kwa sababu atufungi. Soma Biblia yako. Paka Ibrahimu anamuuliza Mungu, wakiwako wenye haki 50, anasema hapa, kwa ajili hao 50 sitaangamiza. Wakiwako 40, anasema kwa ajili hao 40 sitaangamiza. Wakiwako 5, lakini ngoma ilikuwa ngumu. Ule mji ulikuwa ni wa ajabu sana, mpaka 5 hakupatikana. Biblia inasema Mungu akamkumbuka Ruth, ndugu yake Ibrahim, akamtoa. Maana yake ndio alikuwa mwenye haki peke yake. Sema amen. Katikati ya mtaa unaokaa, wewe mwenye haki katika jina la Yesu. Nimeeleweka mpaka hapo? Sasa tukishaanza kufunga hiyo moja kafu kesho, kuna vitu ambavyo utaanza kuvielewa kafra, na ukishaanza kuvielewa kafra, Mungu atakupa aina ya maombi kama mwenye haki. Baada ya miaka 10, kuna vitu vitatokea kwenye mji wako ambavyo havijawahi kutokea kwenye kizazi chenu. Hata mimi kuna vitu vitatokea kwangu ambavyo havijawahi kutokea toka familia yetu imekuwa hapo. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Sasa angalia, ni hiyo haki. Sio kwamba Mungu anatenda. Anaangalia wenye haki wako wangapi.
Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Sasa tunashughulika na madhabahu zilizotawala kwa haki, si ndio? Kwa nimekupeleka kwenye madhabahu zilizotawala kwa haki. Kwa walizuiliwa kulima, walizuiliwa kupanda, walizuiliwa kuvuna, mpaka zile madhabahu zilizokuwa zinatawala kwa haki ziondoke. Ndio maana kuna vitu Mungu hawezi kukupa mpaka zile madhabahu za haki zilizotawala kwa haki kwenu zianguke, ziachie baraka zako, ndipo Mungu anainuka na wewe. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Soma na mimi kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati 12 ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mwambie jirani yako, hiki ni chakula cha watu wazima walioamua kutoka, walioamua kupambana. Haleluya. Yaani kama hujaamua kupambana, hapo utateseka sana, utateseka sana. Lakini wenzako tumeamua kujitoa ufahamu, ili tukitoka watoto wetu wasipitie tulipopitia sisi. Sema ameni. Nasema ameni. Yaani hivi tunachomoka, watoto wetu watapita hapa tunapopita sisi. Yaani wao wakienda kanisani wakapeleke fungu la 10, sio kupambana na madhabahu tena, sio kupambana na maagano. Acha tupambane kwa ajili yao. Sema ameni, sema ameni. Katika Kristo sema ameni. Nimemwomba Yesu watoto wangu waje wafukue visima ambavyo adui zangu watakuwa wamevifukia. Isaka kupambana na madhabahu. Isaka aliziishi baraka za baba yake. Ndio maana walipofukia visima, yeye alienda kuvifukua. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, Ibrahimu ndio alipambana kujenga madhabahu sijui na nini na kubomoa na kuangusha, lakini yeye Isaka hapana. Na mimi Isaka wangu hapana, Isaka wangu hapana. Nasema Isaka wangu hapana. Mimi natamani Isaka wangu akae kwa kustarehe. Yaani naenda kumtembelea Isaka wangu na yeye anafunja madhabahu kama mimi, hapana. Haleluya. Nasema tena haleluya. Angalia 12 anasema hivi msaraka, hizi ndizo amri na hukumu mtakazozitunza kusifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Sasa angalia, aliziondoa madhabahu zilizokuwa zinatawala kwa haki. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao. Mataifa mtakayoyamiliki juu ya milima mirefu na juu ya vilima na nchi ya kila mti wenye majani mabichi. Wanasema hivi, nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni na nguzo zao, na maashera yao yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Mstari wa 4, wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa angalia, na yeye anatafuta mahali pa ibada, mahali pa haki ya ibada. Ndio anasema mstari wa 5, lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, maana yake ni haki yake kukupeleka sadaka. Elekezeni nyuso zenu hapo na uende huko. Alafu anasemaje? Pelekeni huko na sadaka zenu, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikononi na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo. Lakini kwanza madhabahu zilizotawala kwa haki ziondoke. Kuna upako wa mwaka huu, lakini kuna madhabahu zilizotawala kwa haki hatukushughulika nazo. Hata hii madhabahu ina upako wa mwaka huu. Nasema amen. Nasema hii madhabahu ina upako wa mwaka huu, lakini wenye haki hawajauona upako wa mwaka huu. Akina Asfati hawajauona upako wa mwaka huu kwenye hii madhabahu. Wanaona vita, wanaona migogoro. Akina Kayange hawajauona upako wa mwaka huu.
Sikiliza, ukiuona upako wa mwaka huu, haki ya Kristo iliyoko ndani yako inaanza kudai haki ya upako wa mwaka huu usitupite. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ghafla hawa kina Kayange, hawa kina Boni, hawa kina Asfat wanaanza kutafuta waombaji wako wapi, waombaji wako wapi. Ghafla wanasafiri, wanaenda kujifungia mahali. Sema amen. Alafu huko anamwambia Mungu, kwenye ile madhabahu yetu hatutaki miungu itawale. Kama ilikuja kwa haki, hatutaki itawale kwa haki. Sisi tuna haki ya msalaba. Alafu ghafla wanakaa siku 7 wanarudi. Sema amen. Wakisha rudi wanatoa taarifa ya kiroho, mahali hapa Yesu atatawala, wala miungu haitatawala. Lakini sasa hawezi kufanya hivi hawa akina Asfati wakati hawajauona upako wa haki wa mwaka huu. Ndio tukija Jumatano, Kayange yupo, Asfati yupo, wanasurura tu kanisani. Mungu anajiuliza, hawa jamaa mbona wananichua mimi? Kwa nini hawatafuti upako wa haki wa mwaka huu? Haleluya. Anasema haleluya. Jamani, nasema haleluya, nasema haleluya. Ujasiona baraka za haki za mwaka huu kwenye familia yenu. Ungekuwa umesiona, akili yako ingekuwa imebadilika. Sema amen. Mimi nimemwambia Mungu, unibebebesha mateso ya funga, lakini ninajua utanitoa. Kwa unaweza kukuta nazitazama kuku kama jana wamepika supu ya kuku. Yesu wangu, Yesu na Maria, supu ya kuku. Lakini Yesu ananitaka kwenye funga, nikaiacha. Sema amen. Kinachonifanya nikae kwenye funga, haki ya upako wa mwaka huu. Kwa sababu Mungu anakuambia utazipata haki za baraka zangu za mwaka huu usipoitesa nafsi yako. Daudi anasemaje? Naliitesa nafsi yangu kwa kufunga. Haleluya. Umewahi kufikiri kama kila familia tukifunga ni kitu gani kinatokea? Zile madhabahu zilizotawala kwa haki zitakufa zenyewe hata tusipoziombea. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Mimi nakumbuka kuna ndugu yangu mmoja kwenye familia, babu yetu alioa wake wawili. Sasa upande haro, yani nyi kuna mtu anaomba sana kwenye familia, ni mchungaji, ndiye aliyesababisha nyi msife. La sivyo hata wewe ungekuwa umekufa. Akarudi kwa mke wangu, kwenu nyinyi hamna mchungaji, si kwetu tuna mchungaji. Amepata jibu kwa mganga. Kama waganga wanaweza wakajua wachungaji waliosimama kwenye zamu, je, Mungu hatajua waombaji waliosimama Yeriko kwenye zamu? Atajua marangoni wako akina fulani wanarinda haki ya upako wa baraka za mwaka huu. Yesu akuinue katikati ya familia yenu. Sema amen. Mwambie Yesu, maadamu nipo mimi, ndugu zangu watabarikiwa. Kwa sababu kwa haki ya maombi yako, ndugu zako watabarikiwa kwa haki ya maombi yako. Dada zako watabarikiwa na watoto wa dada zako watabarikiwa, lakini si kwa haki yao, kwa haki yako. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Hey, sema ameni jamani. Katika Kristo nasema ameni. Angalia Kumbukumbu la Torati. Kwa nini unavunja madhabahu? Ndio maana usioe mwanamke kwa sababu ni mzuri. Tafuta kwanza madhabahu za kwao, zinaweza zikanyang'anya haki ya baraka zako. Sema amen. Ndio maana hata kama unaoa, cha kwanza pambana na miungu yako mwenzako. Kama ni Mungu amekupa, mwambie Roho nisimulie kwenu kukoje. Sasa unapotaka kujionyesha wa maana, utamwambia kwamba kwetu babu yetu alikuwa anaroga, babu yetu alikuwa anaenda kwenye matambiko, utasema. Lakini kuna wakati upendo
upendo unawapeleka kwenye prayer, kwenye maombi, wewe na mwenzi wako. Sema ameni. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu ukishaanza kumwambia nisimulie, manake Mungu anakwambia usipoondoa madhabahu za kwao utanyang'anywa haki za baraka zako. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 anasema hivi. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 anasema hivi ule mstari wa kwanza na kuendelea, na dakika zimeisha bahati mbaya. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendayo kumiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti na Mgirigashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Kama ni mataifa 7, maana yake kuna madhabahu 7 zenye nguvu. Anasema wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nao utawapiga wakati huo, ndipo uwaondoe kabisa, usifanye agano nao wala kuwahurumia wala usioane nao. Sema amen. Kwa nini? Binti yako usimpe mwanae mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yako. Anachozungumza nini? Asije, mstari unaofuata, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine, ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Mstari unaofuata anasema, lakini watendeeni hivi, zivunjeni madhabahu zao, zibomoeni na nguzo zao, yakateni na maashara yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchonga. Mstari unaofuata anasema, kwa maana wewe utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake, hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Sema amen. Bwana kuwapenda nyinyi wala kuwachagua ninyi, kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote. Sema amen. Bali kwa sababu Bwana anawapenda na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake aliowapia baba zetu, ndio sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa mfalme wa Misri. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano na rehema zake kwa wampendao, na kushika amri zake hata vizazi 1000. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa kuna vitu Mungu anaweza kuondoa. Nyinyi msiondoke, rudi hapo. Rudi, nimesema rudi hapo. Yes. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Nimeeleweka mpaka hapo? Uko tayari kuomba sasa katika jina la Yesu? Kuna haki yako inaweza ikapotea, haki ya kufanikiwa kwa sababu ya mke ulioa, kwa sababu ya mume ulioa. Ni mke wa kimadhabahu, ni mume wa kimadhabahu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema tena amen. Usiseme tu yule jamaa na akili, tafuta nyuma yake, kwa sababu wewe unaona mtu, Mungu anaona miungu. Sema amen. Kwa wana wa Israeli aliwaona kule Kanani mabinti wazuri, alijua jicho la kibinadamu linapenda vizuri vizuri, lakini alijui kutafsiri nyuma ya vizuri kuna nini. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa aliwapa tahadhari mapema, akawaeleza mapema, akawasimulia mapema. Alichokuwa anatafuta, wabomoe zile madhabahu zilizotawala kwa haki. Kwa hata kwenu Mungu anajua unampenda sana, lakini anajua ziko madhabahu zinazotawala kwa haki, anataka ushughulike nazo. Anajua iko miungu inatawala kwa haki, anataka ushughulike nayo. Sema amen. Ndio maana tumeshiriki kupata uharari, kupata kibali. Unapoanza kupambana hizo nguvu, damu ya Yesu kusaidia kupambana hiyo vita. Manake usipambane peke yako, Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Manake ile damu ya Yesu imekuingiza kwenye haki ya kutumia silaha za kiroho zilizoko kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai,
ili unapoangusha zile madhabahu zilizotawala kwa haki zisiinue vita kwa ajili yako, zisiinue kisasi kwa ajili yako, zisiinue magonjwa kwa ajili yako. Unapambana na madhabahu, lakini ukirudi unalala vizuri, haulali mandoto mabaya. Kwa nini? Damu imekubeba. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Nyoka na madhabahu za upande wa mume wako, mwambie Yesu ziniachie. Nyoka na madhabahu za upande wa mke wako, mwambie siniachie. Kwa sababu wengine wana historia, kabla hujaolewa vitu vilinyoka, ulipoolewa yani ndo kona zimeanza. Ujui umeolewa na mtu ambaye amemilikiwa na madhabahu za haki kutoka kwenye familia yao, hukumchomoa, hukumtoa. Bwana asifiwe. Katika Kristo unasema Bwana asifiwe. Nasema hukumchomoa. Usiseme ameokoka. Nasema hukumchomoa. Usiseme ananena kwa lugha. Nasema hukumchomoa. Ukushughulika na zile madhabahu. Usiseme anaenda fellowship. Mimi nasema hukumchomoa. Hapa tunataka achomoke, kwa sababu anaweza akaenda fellowship lakini hajui kuna madhabahu zinatawala kwa haki. Huwezi kusema tunavunja kwa sababu mtumishi amesema tuvunje madhabahu. Lazima uanzie kwenye toba kwanza, kwa sababu asikuja kwa kuonewa, zililetwa kiharari. Haleluya. Katika jina la Yesu, haleluya. Katika jina la Yesu, haleluya. Funga, risali moja limeisha tayari. Kesho sema kesho ni siku tena. Inua mikono yako. Kesho ndo tunaanza sasa ile varangati. Usikose asubuhi. Sema amen. Ili moja kafu isikutese, iamkie kwenye ibada. Sema amen. Kwa sababu nikisha sema moja kafu, mwili unaanza kutetemeka. Ni nyepesi sana. Nimesemaje? Ni nyepesi sana. Wala uso wako hautapauka, utakuwa na nguvu zote. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo, katika damu ya Yesu. Kila madhabahu zilizotawala kwa haki kwenye familia niliyotoka, naita damu ya Yesu sai. 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 Naiachilia kwenye hizo madhabahu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Yesu nisaidie katika damu ya Yesu. Niko mbele za uso wako. Usinyamaze e Bwana, usinyamaze kwa ajili yangu Baba. Ziko madhabahu zilitawala kwa haki, ziko sadaka zilitawala kwa haki, yako maagano yalitawala kwa haki. Naita damu ya Yesu ya haki. Naita damu ya Yesu ya haki. Maana damu ya Yesu ina haki ya kunikomboa, ina haki ya kunitoa, ina haki ya kunibariki. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nisaidie Yesu, nisaidie mfalme wa falme, nisaidie mwamba wa uzima. Leo ni siku yangu ya kuvuka, ya kusogea hatua nyingine. Niko mbele zako jioni ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naita damu ya Yesu ya haki. Naita damu ya Yesu ya haki. Naita damu ya Yesu ya haki
naitwa damu ya Yesu ya haki. Asante Yesu. Naomba usimame, tutaenda kwenye toba. Walioko nje waingie ndani. Nataka tusukume hii toba. Walioko nje waingie ndani, tusukume hii toba. Nifanye unifinyange, unifinyange, wakini tazama kuone wewe, unifinyange. Inua mikono yako, Unifinyange, mwambie Yesu unifinyange. Nifanye kama unifinyange. Asante Yesu.
Sema Bwana Yesu, ninaanguka mbele ya madhabahu yako, ninaomba toba. Zile madhabahu zilizotawala kwa haki zikazuia kila kitu cha kwangu, ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba. Zile madhabahu zimeharibu familia, zimeharibu watoto, zimeharibu ndoa, zimeharibu uchumi, zimeharibu mafanikio. Naomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba toba, naomba toba, naomba toba. Nenda mbele za Mungu, omba tu toba. Ukisikia kupiga magoti unaweza ukapiga magoti. Ukisikia kusogea mbele kuja kupiga magoti unaweza ukasogea, lakini tunatamani tusogee mbele za Mungu. Kila madhabahu iliyotawala kwa haki, kila madhabahu iliyotawala kwa haki isitawale juu ya familia yenu, isitawale juu ya ukoo wenu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Rikoromo sandaramasa. Kwenye haya maombi uwe mtulivu, kwenye haya maombi utulie, tulia kwenye haya maombi. Mwambie Yesu naomba toba. Mwambie Yesu najua familia yetu, mwambie unajua ukoo wangu, mwambie unajua ndugu zangu. Robo sandaramasa, rikorobo sanderemusa, rikorobo sandaramasa. Mwambie Baba, ziko laana lakini ziko kwa ajili ya haki. Andaramasa rikorobo sandaramasa. Kuna mahali tunapita ni kwa sababu zile madhabahu zimetawala kwa haki, ziko sadaka zimetawala kwa haki, yako maagano yametawala kwa haki. Damu ya Yesu nene mema, damu ya Yesu nene mema, damu ya Yesu nene mema, damu ya Yesu nene mema. Ita damu ya Yesu, ina haki ya kukuvusha, ina haki ya kukusaidia. Omba toba, usinyamaze. Ukisikia kulia, lia ndani yako, lia ndani yako, usinyamaze. Kandarabasika neremusa, rikandoromusa neremusa, rikandoromusa naramasa, rikoyamandoromusa, rikandoromusa, rikandoromusi kandaramasa, rikoromusa naramasa, rikaramasha neremusa, yakandoromusa naramasa, kandaramasikiria mandere sekeke, neremusa naramasa. Kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ukoo, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ukoo, wameonewa Baba kwa muda mrefu. Haki ya miungu imewatesa, haki ya laana imewatesa. Nami ninasogea kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo iliyobeba haki ya ukombozi, iliyobeba haki ya msamaha. Andaramasandaramasanderemusa, rikaramasanderemusa, rikandoromusandaramasa. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Kandaramasa rapakokoko ramandasi, rikokoko sandaramasa, yamandaramasikiria mandaramasa. Omba mpaka hiyo madhabahu ianguke, mpaka hiyo madhabahu ianguke, na hicho kitu cha laana mpaka kianguke. Liamandoromosa, rikandaramasa, rikandoromosa. Mwambia kayamu, kandoromosa, kandaramasandaramasa, rikayamandoromosa, rikandaramasikirimandaramasa, rikokokoramasaka, rikandaramasikirandaramasa. Ni kipindi cha neema tunapita nacho, ni kipindi cha neema tunapita nacho, ni kipindi cha neema tunapita nacho. Endelea kuomba, endelea kuomba. Rinamanderemosi kandaramasa, rikokokora mandesi kiki kandaramasa. Ni kipindi cha neema, ninaitwa kipindi cha neema.
naitwa kipindi cha neema, naitwa kipindi cha neema. Ni Yesu anasema na sisi. Kandarama saka ya mandoromo saka ya ndarama sikiria mandasa ya mosaka, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo tulifungwa kwa haki. Damu ya Yesu inene mema, damu ya Yesu inene mema, inene mema. Kandarama saka kandoromo saka kandarama sikiria mandesi rikokokora masandara masa ya mandaramo sikiria masa. Endelea kuomba toba, usinyamaze, 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 usinyamaze. Mwambie Yesu, kumbuka rehema katikati ya ghadhabu. Kandarama sakoromosa ya mandoromo sikiria masa. Ukisikia kulia, welia tu, jiachie mbele za Bwana, jiachie mbele za Bwana. Mwambie Yesu, niko peke yangu lakini niko na wewe. Mwambie nisaidie kuvuka. Ropopo sandaramasa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ziko madhabahu zilitawala kwa haki, na shetani alijua, hatujajua, anatawala kwa haki, anafanya vita kwa haki, na sisi tumekuja na damu ya Yesu ya msalaba ya haki, kudai haki, kudai haki kwenye hili bonde la Mbarizi, kudai haki kwenye mji wa Mbarizi. Rila mamandoromosa ya mandoromosa karamasa ya mandaramasa koromosa. Mwambie Yesu nisaidie, 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 nisaidie. Hayo machozi Yesu anayaona. Rubusa rikandaramusa rikorobosa ndaramasa yakarobosi kandaramasa yamandoromosa karamasa yakaramasi kiriamasa yamandoromosi kirimasana ropokosa karamandasa karamandosi rikokokoramasiki yamandaramasaka yamosa karamandesi oriamandekesi kokoko kakandaramasiki yamandara masaka yopopopo saka kakandara mosaka yandara masikiki kokokori amasa yandara masaka yamandoro mosiki ropoko sakara masa yakakandara mosaka yakakari yamandoro mosaka. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema, inanena mema. Andara mosaka rikandaramus rilamamandoromus rilamamandoromus rikandoromus rikandoromus sandaramasa riamoromus sakaramasa ramandoromus sikandaramusa yamandoromus sakaramanese keremusa yakoromus sandaramasa. Naona wingu limetushikilia. Sukumayo maombi, sukumayo maombi. Kandaramasaka karomo sakaramandesiki kokokora masaka. Yesu akubebe kwa rehema zake, kwa rehema zake, kwa rehema zake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba usimame pale ulipo, simama pale ulipo, simama, simama. Rilamandoromus rilamandoromus rikandoromus rilamandoromus, katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, na iondoa hiyo madhabahu iliyotawala kwa haki, na iondoa sasa, sasa iachie watoto wangu, iachie sasa familia yangu, iachie sasa maisha yangu, iachie sasa watoto wangu. Hiyo madhabahu na ing'oa sasa, imetawala kwa haki, yatosha, yatosha, na ing'oa sasa kwenye mji wa baba yangu, kwenye